Jambo la kwanza kabisa ambalo nimeguswa kugombea ubunge kwenye jimbo hili, hasa watu wa Mtoni, jambo la kwanza kabisa ni zahanati tuliokuwa nayo. Ndugu zangu, hile sio zahanati, lile ni duka la madawa, sio zahanati. Hatuwezi kuwa na idadi kubwa ya wananchi katika kata hii. Hatuwezi kuwa na wawekezaji wa kutosha wa malori, wa magari, wawekezaji wa loji, wawekezaji mbalimbali kwenye kata ya Mtoni. Lakini kama haitoshi, Mtoni imebeba chuo kikubwa cha masuala ya fedha na uhasibu. Lakini kama haitoshi, Mtoni imebeba uwanja wa maonyesho ya kimataifa Sabasaba. Hatuwezi kuwa na zahanati ya namna ile. Jambo la kwanza kabisa, mkinichagua kuwa mbunge tarehe 29, tunakwenda kufanya vurugu ya kutosha kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha ya kwamba tunapata kituo cha afya cha kutosha pale Bustani, na hilo linawezekana. Hatuwezi watu wetu wanaumwa wanakwenda kutibiwa kwenye zahanati ambayo haikizi vigezo, zahanati ambayo haifanani na hadhi ya watu wa Mtoni. Leo ukienda Buza, si tunafahamu Buza, wana zahanati yao pale ya Buza, ipo barabarani pale. Jengo ni kubwa, wamejenga ghorofa, huduma nzuri, wananchi wao wanafurahi kwa sababu Buza walishatoa mbunge. Buza walishatoa mbunge, kwa hiyo kajipakulia minyama. Na mimi nawaambia watu wa Mtoni, nichagueni niwe mbunge, nijipakulie minyama pale, tupate hospitali ya kutosha. Haiwezekani siku ya Jumapili tunaambiwa kwamba hospitali inafungwa. Ndugu zangu, tuulizane, Jumapili tunaumwa hatuumwi? Kwa nini hospitali Jumapili haifunguliwi? Hizi ni dharau za watawala. Nataka niwahakikishie ya kwamba mimi ni mtu wa makelele sana, mimi ni mtu wa vurugu sana, lakini vurugu zangu ni kwa maslahi ya wananchi wangu. Niko tayari kufika pabaya, niko tayari kupata mazingira yote mabaya, lakini wananchi wa kata ya Mtoni tunahakikisha ya kwamba tunaongeza majengo ya hospitali, lakini pia tunaongeza madaktari, tunaongeza vifaa tiba, ili wananchi wangu wa kata ya Mtoni wakiumwa wawe na uhakika wa kutibiwa kwenye hospitali yao ya kata. Mimi nataka niwaambie hivi, nitahakikisha mtakaponichagua tarehe 29, kila kata kwenye kata 13 tutahakikisha angalau tunapata vile vikeli vinavyoitwa vilikuu kwa ajili ya kubeba mili ya marehemu zetu kutoka hospitali kurudisha nyumbani, na ikiwezekana kutoa nyumbani kupeleka kwenye nyumba yake ya milele. Ni 12 kwa mwezi, si ndio? Keli inauzwa milioni 12, 13. Sasa nitakuwa na njia mbili. Naweza nikasema hela yangu ya mshahara ya mwezi huu sitoi, yani situmii kwenye mambo yangu, badala yake nitaichukua, nitaenda kuchukua keli moja, nitaweka Mtoni. Inayofuata nitatumia mwenyewe kwa sababu mambo yatakuwa magumu. Inayofuata tena nitapeleka Tandika. Inayofuata nitatumia mwenyewe. Kwa hiyo kwa mwaka mmoja, kwa miezi 6 tutakuwa tayari tumepata kata 6 ambazo zina gari ya kubebea mwili wa marehemu kutoka hospitali kupeleka nyumbani. Lakini jambo la pili, ndugu zangu, tuna shule zetu, ameeleza diwani. Kata ya Mtoni tuna shule 4. Tuna shule ya sekondari Mtoni Lelini, tuna shule ya Sabasaba hii hapa, tuna shule ya Bokolani, tuna shule ya Mtoni. Shule ya msingi Mtoni mpaka leo wanafunzi wanakaa chini. Hii ni aibu ndugu zangu, hii ni aibu kubwa. Hii ni fedheha kwa watawala, hii ni fedheha kwa viongozi tuliowapa ridhaa. Madawati shingapi? Tuulizane.
tuna wahisani, tuna wawekezaji. Tunaweza kuwatumia wawekezaji kama sehemu ya kuweza kurudisha fadhila kwa wananchi. Tukizungumza nao vizuri, wanaweza kutusaidia. Hivi leo ukimfuata mwekezaji amewekeza anapata mabilioni ya fedha kwa mwezi, tukimwambia tuna shida ya madawati 50 hatoi? Na kama hatoi, sio tunamtenga? Unawezaje kuja kwenye kata yetu unawekeza? Tena sheria zipo wazi. Tuna malori leo kwenye mabarabara yetu, mabarabara yanaharibika, mamoshi ya magari yao mabovu, makelele ya magari yao. Tunavumilia kwa sababu nchi yetu wote, si ndio? Tunasema kwamba huyu naye anatafuta riziki. Tunapata vifua vikuu, tunapata matatizo ya mlipuko wa moyo, lakini tunasema hawa ni wenzetu, Watanzania wenzetu, wamewekeza katika maeneo yetu. Basi rudisheni fadhila kwa wananchi ambao wanateseka kwa ajili yenu. Sasa mkiwa na mbunge ambaye anaweza kuwashawishi hawa watu ili kurudisha fadhila, maana yake kwamba hatuwezi kuwa na wanafunzi shule ya Mtoni, shule kongwe, shule toka enzi ya mkoloni mpaka leo wanafunzi wetu wanakaa chini. Hilo haliwezekani, na kwenye utawala wangu wa miaka 5 tutagombana kweli kweli. Lakini kama haitoshi, kwenye shule zetu leo shule zetu zimekuwa zinakusanya pesa nyingi kuliko hata TRA. Nasema uongo? Kila siku mwanafunzi anatakiwa awe na shilingi 2000. Mtihani, sijui kitu gani. Ni ujinga wa hovyo kabisa. Sasa mimi naamini kama wabunge wetu hawasemi, kama madiwani wetu hawasemi, kama wenyeviti wa mitaa hawasemi, mimi naamini kwamba kuna 10% ya hii mitihani kwenye shule zetu. Kwa sababu si waseme? Kwani wale walimu wameajiriwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa? Wameajiriwa na mbunge? Wameajiriwa na diwani? Kwa nini hawasemi? Hawasemi kwa sababu wananufaika na hizi shule kukusanya michango mingi ya wanafunzi kwenye kata yetu ya Mtoni. Ndugu zangu, nataka niwaambie hivi, mkinichagua tarehe 29, hii michango ya kiunihuni, michango ya ovyo shuleni tunakwenda kuiondoa mara moja. Sasa leo tuulizane, ndugu zangu, watu wa Mtoni, kama kila siku mtoto unampa shilingi 2000 eti aende kufanya mtihani, kila siku mtihani, mtoto huyu anasoma lini? Ni mbinu gani ya kitaaluma ambayo watuaminishe walimu kwamba kila siku mtoto kufanya mtihani ndio sababu ya yeye kufaulu? Ni mbinu gani ya kitaaluma kama sio mbinu ya kupiga pesa? Sasa nataka niwaambie, tunataka watoto wetu wafaulu, pamoja na mitihani kufanya kila siku, pamoja na watoto wetu kwenda tuition kila siku, lakini bado watu wa Mtoni tumekuwa na ufaulu hafifu kwa vijana wetu. Nasema uongo? Eti leo unaambiwa mchango wa mlinzi. Sasa mlinzi ule wa serikali au mlinzi wa wananchi? Kama shule tumeshakubaliana kwamba shule zote tukubaliane, ni kweli elimu bure? Sasa mkinichagua tarehe 29, tunakwenda kuondoa ujinga. Mtoni, kama nilivyotangulia kusema, tuna idadi kubwa ya wapiga kura, tuna idadi kubwa ya wananchi, lakini tuna idadi kubwa ya wanafunzi. Leo Mtoni tuna shule moja ya sekondari, ile Mtoni Lelini. Bado mimi naamini kwamba shule hii haitutoshi kulingana na wingi wa watoto wetu. Tunataka tuongezewe shule nyingine ya sekondari kwenye kata hii, na hilo linawezekana kwa sababu ya ukuaji mkubwa wa watu wa Mtoni. Watu wengi Mtoni tumekuwa tunaongezeka, wageni wanaongezeka, watu wanazaliana. Tunahitaji shule nyingine ya sekondari kwenye kata yetu ya Mtoni. Eneo gani tutapata? Tutatafuta kwa pamoja kuiambia serikali, eneo hili linatosha, tunahitaji shule nyingine ya sekondari ili watoto wetu waweze kupata elimu kwenye shule za sekondari, na hilo linawezekana. Lakini kama haitoshi, Mtoni kwa thamani ya mbunge ambaye anatokea Mtoni, tunataka Mtoni tuwe na shule za advance, yani form 5 na form 6 ndani ya kata yetu ya Mtoni. Haiwezekani. Yani mimi niwe mbunge hapa alafu tusiwe na shule ya form 5 na form 6, huo utakuwa ni uongo. Sasa mkinichagua
kuwa mbunge, tutahakikisha kwamba kwenye kata hii tunapata shule za form 5 na form 6, na kama tutakosa eneo la kujenga hiyo shule, basi eneo lile lile la Mtolelini tutabomoa yale majengo ya zamani, kwa maana si wanaita majengo ya treni yale. Jengo unajenga hapa mpaka kule wanafunzi wachache. Tutakwenda juu kwa sababu eneo lile lipo. Tutakuwa na shule ya sekondari form 1 mpaka form 4, lakini maeneo hayo tutakuwa na shule ya form 5 na form 6, ili watoto wetu wanapomaliza shule, yaani watapomaliza pale form 4 wakifaulu waendelee kusoma pale pale, ili kubana bajeti ya maisha ambayo tunaishi sisi maisha magumu. Lakini jambo lingine kwamba Mtoni tumekuwa na shida ya njia za barabara ya maji. Leo mvua ikinyesha ni hatari. Ukipita hiyo mitaa hapo kwa mzee wangu ule mzee Hasani, ukipita pale ukienda haya maeneo ya Mapinduzi, mtaa wa Serengeti, maji yanakaa zaidi ya wiki mbili. Nasema uongo? Maji mpaka yanabadilika rangi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna njia maalum ambazo mvua ikinyesha maji yatatiririka, yataondoka sehemu nyingine na kuto kuleta bughudha kwa wananchi wa kata ya Mtoni. Ndugu zangu, nataka niseme hivi, mkinichagua tarehe 29, tutahakikisha ya kwamba kwenye mitaa ambayo maji yanajaa tutaweka miundombinu mizuri ya kuboresha njia za maji, ili maji yetu yasikae na kutufanya tuwe na hali ya mazingira magumu, hasa mvua inaponyesha.